mali, wachome biashara, wachome mali ya watu wengine, wakisema ya kwamba hawa vijana wanachoma mali kwa sababu hawana kazi. Mimi nataka niwaulize, supermarket ikichomwa, biashara ya mtu ikichomwa, ndio kazi itapatikana? Ndio kazi itapatikana? Mimi nataka niulize swali ingine. Unajua kuna watu wanataka kutuhadaa ya kwamba vijana wote walikuwa wanafanya kazi kabla Ruto hajakuwa rais. Mimi nataka niwaulize, Kenya hii, mnataka kuniambia vijana wote walikuwa na kazi kabla ya mimi kuwa rais? Hii kazi ya unemployment imeanza mimi nikiwa rais? Si hii ni shida imekuweko siku nyingi? Sasa tuambiane ukweli. Na mimi nataka niseme hapa tukiwa Nairobi, tuwache kudanganyana. Kama watu wako na maneno waseme. Na mimi nimechangia sehemu ya kuhakikisha kwamba vijana wamepata kazi. Nimechangia vijana 1320 kwa affordable housing. Nimechangia vijana karibu 1200 kwa digital jobs. Nimechangia kazi majuu ile tumepanga na nchi zingine, karibu vijana 1400 wamepata kazi. Mimi nauliza, vile mimi nimetoa orodha ya yale nimefanya vijana wapate kazi, nataka watuambie zile serikali ingine walifanya kazi gani? We must tell each other the truth. Tuwache kuwachochea vijana wa Kenya. Kazi ya unemployment haikuanza wakati wa serikali hii. In fact, shida ya unemployment ni kwa sababu hatujakuwa na mpango wa taratibu ya serikali vile nimeweka. Ndio tumekuwa na mrindiko mkubwa, a huge pileup of unemployed youth, because we have never had a comprehensive plan to make sure that young people have jobs the way we have it today. And therefore, let us not deceive ourselves, and let us not incite the young people of Kenya on matters unemployment. It cannot be sorted out in one day. It was never sorted out by the previous administrations. I am working on it now. That is why we have 320,000 young people working in our affordable housing. That is why we have 200,000 young people working in our digital jobs framework. And that is why we have 400,000 young people working outside Kenya today. Because for the first time, we have a plan on sorting out the challenge of unemployment. The reason why this problem is bigger than what it should be is because there has never been any plan before. And we must tell each other the truth. Sio kama tunaelewana jameni. Unajua watu wanataka kududanganya ni kama hawa vijana walikosa kazi ati wakati mimi nimekuwa rais. Mimi nataka niwaulize, kwani vijana wote Kenya hii walikuwa na kazi kabla ya mimi kuwa rais? Tuache upuzi bwana. Hiyo ni upumbavu hiyo. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Tunaelewana? So mimi nataka niwaambie viongozi hawa wa kuishiwa hapa, kwa sababu wanazunguka hapa town. Kwanza niliona ati wanasema ati sasa hawatangojea 2027 ati tupige kura. Ati wanataka kupanga fujo. Ati wapange maandamano. Ati wachome mali ya watu. Ati walete maafa Kenya. Ati ndio wapindue serikali ya Kenya kabla ya 2027. Mimi nataka niwaambie wajaribu. Watajua hawajui. Wajaribu. Allah. Hii ni Kenya ya demokrasia, my friends. Kenya ni nchi ya demokrasia. Hamwezi kutuambia ya kwamba mnaweza kupanga fujo ati mpindue serikali ya Kenya. Tafuteni vizuri. Sijui kama tunaelewana. I want to tell those characters, the ones who are telling us, giving us lectures, that they can change this administration using unlawful, using violence, using unlawful means at before 2027. Let them try. Tunaelewana? Wajaribu. Hii ni nchi ya demokrasia na wananchi ndio wanaamua kwa debe uongozi wa taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuamua ati uongozi wa Kenya kupitia fujo ama kupitia vita ama kuharibu mali ya watu wengine. That is not going to happen in this country.
Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Wafikirie vizuri. Na mtu asini unajua wananiambia sijui nini, sijui Moi, sijui Moi. Moi alikuwa rais wa Kenya. Vile Kibaki alikuwa rais wa Kenya. Vile Uhuru alikuwa rais wa Kenya. Na kabla ya Moi kulikuwa na Kenyatta. Na baada ya Moi kulikuwa na Kibaki. Na baada ya Kibaki kulikuwa na Uhuru. Hii kisirani ni ya nini? Hapana. Hapana. Hapana, hapana. Hiyo ni upuzi. Sio kama naelewana bwana. Tuko pamoja. Hii fujo yote wananiletea. Mbona hawakuletea Kibaki? Mbona hawakuletea Uhuru? Hii madharau na kiburi ni ya nini? Hapana, hiyo mchezo tuache. Sio kama naelewana bwana. Let us sort out our problems. Tuache ukabila, tuache chuki, tuache kiburi, tuache madharau. Sisi wote ni wa Kenya. We are all Kenyans. Na hakuna Mkenya bora kuliko mwenzake. Sisi wote ni wa Kenya. Ama mnasemaje watu wa Nairobi? Tumekubaliana? Na kuna watu wanafikiria kwamba wataendesha fujo Kenya hii. Juzi wamechoma mali ya wananchi. Supermarket imeporwa. Wameharibu mali ya wananchi. Wameharibu biashara ya wananchi. Na wao ni viongozi wamechochea hiyo maneno. Wanalipa vijana kwenda choma biashara ya ule. Kwenda choma biashara ya ule. Wale wote ambao wamepatikana katika hiyo njama ya kuiba na kupora mali ya wananchi na kuchoma biashara za watu wengine watachukuliwa hatua ya sheria na wote watafungwa. Na wao viongozi wao, we are coming after you. You cannot sponsor violence in the Republic of Kenya and expect to go scot-free. Sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaambie wa Kenya. Mtu yeyote ambaye anaenda kupiga polisi, mtu yeyote anaenda kuvamia police station, that is a declaration of war in the Republic of Kenya. It is not acceptable. Sijui kama tunaelewana my friends. No, enough is enough. Haiwezi kuendelea tena. I will protect property ya wananchi wa Kenya, maisha ya wananchi wa Kenya, biashara ya wananchi wa Kenya. It is the responsibility of the government of Kenya, which I lead, that is going to make sure hii vita ya kuharibu mali na kuchoma biashara ya watu itakoma. It must stop. Sijui kama tunaelewana. And we are going to use whatever means that is available to make sure that we stabilize the country. We cannot accept mayhem and anarchy to destroy the development we have in this country. Sasa mimi naulize watu wa hapa Kilimani. Nyumba tunajenga kama hii. Ati watu washenzi wanakuja kuwakisha moto wachome. Surely. Ni nchi tunajenga ama ni nchi tunabomoa? Alafu watu wanatuambia Kiingereza sijui siasa nini. Hapana, that will not go on. You can call me whatever names you want to call me, but I will make sure that there is peace and stability in Kenya by all means possible. Sio kama tunaelewana my friends. Hapana. Hii kuchoma mali ya wananchi itakoma. Mwananchi anahangaika miaka nyingi kutengeneza biashara yake. Mwananchi anapanga mambo yake. Alafu mtu mwanasiasa, mtu mjinga anakuja anapanga maandamano, anapanga fujo, mali ya mwananchi inaharibika, alafu wanatuambia ni siasa. Hiyo ni siasa gani? Hiyo ni siasa? Na kama wako na mpango, si tukutane 2027? Watengeneze sera yao, tukutane na hawa 2027. Njia ya mkato hapa katikati hakuna. Tumekubaliana watu wa Nairobi? Yes. Na wasikie vizuri. Wasikie vizuri. Na waelewe. Tumekubaliana Nairobi? Mnasema tuendelee na kufanya kazi? This country will not be destroyed by a few people who are impatient and who want to have a change of government using unconstitutional means. It is not going to happen.
And I want to tell them it is not going to happen. Sijui kama tunaelewana. Tumeelewana? Yes. Na kama walikuwa wanafikiria ile walikuwa wanafikiria, wafikirie tena. Because mimi nimenyamaza, mimi nimewavumilia, lakini mahali imefika. Enough is enough. I want to say that for the avoidance of any doubt. Sijui kama tumeelewana jameni. Tumeelewana? Wacha nirudie. Those who attack our police, those who attack our security men and women, those who attack our security installations, including police stations, that is a declaration of war. That is terrorism. We are going to deal with you firmly. Tumekubaliana? Hiyo haiwezekani. We cannot have a nation that is run by terror. We cannot have a nation that is governed by violence. We cannot. And it will not happen under my watch. Tumekubaliana, my friends? Tafadhali watu wa Nairobi tuheshimiane bwana. Si kila mtu tuheshimiane? Tuheshimiane. Sisi wote ni wa Kenya. Allah. Ama namna gani? No. Anyway, tumekubaliana namna hiyo. Tumekubaliana? Wacha nimuite Jalash. Nafikiri ni mbunge wa hapa. Asante sana rais. Napofika hapa